Unapotenda dhambi, unampa shetani uhalali wa kuyamiliki maisha yako na uhalali wa kukuadhibu kama anavyotaka. Kuna magonjwa mengine mmeyapata sio kwa sababu Mungu ametaka, ila ni kwa sababu ya dhambi mlizozifanya. Kuna utumwani mmeingia, kuna baadhi ya utumwa umeingia sio kwa sababu Mungu ametaka, ila kwa sababu ya maisha yako ya dhambi ndio yamefanya kuna vifungo uko navyo. Kwa hiyo ukitaka kupigana vita ya kiroho na ukashinda kwa uhalali muda wote na wakati wote, kwa mtu wa maisha ya utakatifu, maisha ya usafi. Maisha ya usafi yanakupa the rightness, yanakupa haki ya wewe kupingana na shetani muda wote. Kwa sababu unapokuwa na maisha ya utakatifu, unakuwa na uhalali wa wewe kuongozwa na Yesu Kristo, na Yesu Kristo kukutetea. Shetani huwa anatuhukumu kwa haki. Shetani hahukumu ovyo ovyo. Ukitenda dhambi anakuwa na neno la kusema mbele za Bwana. Unawezaje kama uko mtu ingali ni mwenye dhambi? Kwa hiyo unajikuta unaishi kwenye magonjwa ambayo hata wewe mwenyewe uelewi yametoka wapi, ila kwa sababu ya maisha ya dhambi ndio yanayosababisha wewe mpaka leo hii unaishi kwenye vifungo. Jambo la pili, hakikisha unakuwa mtu wa kuvaa silaha kikamilifu za Mungu, ambapo silaha za Mungu tuna neno la Mungu. Ni silaha mojawapo ambayo inatumika sana kwenye vita ya kiroho. Silaha nyingine tulionayo ni jina la Yesu Kristo. Hakuna mtu anaweza kulitumia jina la Yesu Kristo isipokuwa na uhalali na jina hilo. Biblia inasema kwamba kila litajia jina la Bwana na uache uovu. Kwa hiyo ukitaka kutumia jina la Yesu Kristo kwa uhalali, kuwa mtu wa haki, kuwa mtu mwenye maisha matakatifu. Jambo la mwisho, tuna damu ya Yesu. Hizo ni silaha kubwa sana ambazo zinatumika kwenye ulimwengu wa roho, na shetani anazijua leo, kesho na kuendelea. Kwa nini? Yuko Yesu peke yake aliyekufa kwa ajili ya maisha yetu. Ni mmoja peke yake, na huyo ndiye ambaye amemnyang'anya shetani. Na kusema Yohana 19 mstari wa 30 anasema imekwisha. Maana yake vita yetu sisi na shetani ilikwisha malizwa msalabani. Shetani hana uhalali na maisha yako wewe, kwa sababu Yesu Kristo amekwisha shinda. Shetani hana uhalali na chochote kwenye maisha yako, kwa sababu Yesu Kristo amekufa kwa ajili ya maisha yako. Madamu nimkubali Yesu kwa ni Bwana Mwokozi wa maisha yako, hauna haja ya kuendelea kuishi utumwani. Leo nataka tufanye kitu kimoja. Maisha ya utumwani leo yawe mwisho. Maisha ya kuishi viwango vile vile leo ni mwisho. Kila mtu yeyote aliyepambana na wewe na akachukua vitu vinarejeshwa katika jina la Yesu. Kila aliyechukua, iwe familia, yani leo tunapigana mpaka vita ya ukoo mzima. Yani unajua, sikiliza niambie kitu kimoja. Shetani yuko very serious kwenye ulimwengu wa roho. Ninyi mnapoongea naye mnaona kama shemeji yenu. Shetani akija kwako kwenye ulimwengu wa roho, hata kama ni roommate wako. Kuna jamaa hapa mwaka jana aliiba simu ya mtu akalogwa na roommate kabisa. Nakumbuka tulimwombea. Ni roommate kabisa, lakini anaenda kukuloga kwa mganga. Unateseka na unalala na chumba kimoja. Wewe ni my sweet my honey. Wewe pambana naye. Yaani akija kwenye ulimwengu wa mwili, you are my friend. Ukija kwenye ulimwengu wa roho, huko hatucheki na mtu. Niwe na kuchua, niwe sikuchui, madamu umenichia kivingine, tutapigana mpaka kieleweke. Yeye anapokuja kwako aje kama rafiki, anakuja kumaliza. Mwizi anapokuja kwako aje kuiba peke yake, bali kuchinja na kuua. Wewe unamtekelea. Mungu kama amekuonyesha ndio huyo adui yako, usipambane kwa mwili, pambane kwa roho. Akizidia unamwambia umekosea sana. Mimi mtumishi wa Mungu, acha kupambana mimi. Amua kuokoka. Mbona vile hizo? Simama juu basi na wewe.